as children of God, desperation inakuja kwa wakati gani? So desperation tunaweza kusema is strongest feeling or strongest longing for something, the state of deep need, yani kunakuwa na ile hitaji au tamanio ile la ndani ambalo linaweza likamfanya mtu afanye kitu, likamprovoke mtu a give out a certain kind of response. Bwana Yesu asifiwe. Sasa all those kind of desperations zinakuwa sasa ile inawezekana ikawa ni need, lakini sasa hii mpaka inakuwa desperate, ni kwamba inakuwa ni ile need ambayo ni intense. Kwa maana anasema ni strong, afu pia anasema kwamba ni urgent, kwamba inakuwa ina intensity yake ambayo si kawaida na needs zingine ambazo mtu anakuwa anapitia. Bwana Yesu asifiwe. So when we come kwenye part of desperation, kuna inawezekana ikawa positive au ikawa negative desperation. Kwa kuanza, let us speak about the positive things, tuongelee the positive part. Among the positive desperations, cha kwanza tunamuona Zakayo. Tunafahamu habari ya Zakayo. Zakayo alikuwa ni mtu aliyetamani kumuona Yesu. Alikuwa wanasema kwamba alikuwa ni mfupi, but he was desperate to see Jesus. Kwa hiyo desperation yake kwa wakati ule ilikuwa inampelekea yeye kufanya jambo lolote lile, kwa sababu alilokuwa anataka ni kumuona Yesu. Kwenye normal circumstances, huwezi ukamuona Zakayo amepanda juu ya mti. But kuna wakati imefika sasa Zakayo ana desperation ya kumuona Yesu. Jambo likampelekea akaona kama hii desperation ikamfanya yeye afanye kitu cha tofauti na vile ambavyo alikuwa anafanya kila wakati. Akapanda juu ya mkuyu ili amuone Yesu. That was a positive one, kwa sababu ilikuwa ina positive impact. Desperation ya pili tunamuona Bartimayo kipofu. Bartimayo kwenye story ya Marko sura ya 10 kuanzia 46 mpaka 52. Hatutasoma sana kwa ajili ya muda wetu. Tukienda kwa Bartimayo kipofu tunaona pia this man was desperate. Alikuwa anasikia tu, akauliza nini kinatokea, akaambiwa na Yesu mwana wa Daudi anapita. So when he heard that, his heart vile ndani yake kwenye moyo kuna nini? Kile ambacho kiko ndani yake ndio kikamsababisha yeye kupiga zile kelele, Yesu mwana wa Daudi unihurumie, Yesu mwana wa Daudi unihurumie. He was desperate inside him, and he knew his desperation ndani yake ilimfanya ajue kwamba my healing comes from nobody else. My healing comes from nobody else but Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni sehemu tu ya desperation mbili ambazo tunaweza tukaziona kwamba zilikuwa ni in a positive way. Kuna zingine kama vile ile mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu kwa miaka 12, she was also a desperate woman. Na tunakuja sasa kwenye negative desperation. Negative desperation ya kwanza tunaiona kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 25 mstari wa 29 mpaka 34. Hapo tunamuona Esau ametoka zake kwenye kazi zake, anarudi nyumbani ameshikwa na njaa kiasi kwamba hawezi kufanya lolote, kiasi kwamba moyo wake, yani kiasi kwamba mwili wake ulikuwa hauwezi kufunction. Akili yake, njaa iliyokuwa inamuuma ilishindwa hata kuorganize vitu na mambo na akili. He was hungry to the extent kwamba he could sell his own birthright kwa ajili tu ya chakula. When Yesu asifiwe. This is a negative point of desperation. Desperation yake ilikuwa ni njaa, ambayo ilimpelekea kufanya nini? Kuuza ile haki ya uzaliwa wake wa kwanza, akaiuza. Bwana Yesu asifiwe. So tunaona hiyo ni aina moja ya negative desperation ambayo si nzuri sana, kwa sababu ilimtoa yeye kwenye nafasi. This kind of desperation, response yake kwenye desperation ikamtoa kwenye nafasi, akashindwa kupokea kile ambacho Mungu alikuwa amemwandalia yeye kama vile mzaliwa wa kwanza. Lakini pia tunaona desperation ya pili ambayo ilikuwa ni negative desperation. Tunamuona Peter wakati anamuona Yesu anatembea moja, akamwambia kama ni wewe nifanye na mimi nije juu ya maji. Peter alikuwa yuko tayari kwenda juu ya maji, but Peter angalia mambo yaliokuwa yanatokea, yakamzuzua, yakamchanganya, yakamfanya apoteze direction yake, akaacha kumwangalia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. So hapo nimefanya hivyo ili tupate uangalizi, mwongozo kwa ajili ya kujua desperation inawezekana ikawaje, na sisi wa Kristo inawezekana tukawa tuna either positive au negative desperation kwenye maisha yetu. Kwa kuendelea ningependa nitoe mfano.
Nina watu wawili. Mmoja ni mtoto wa miaka 3, mwingine ni kijana wa miaka tuseme kwenye miaka 30 na kuendelea. Sasa kwenye hao vijana tunatamani labda tunachukua mfano kwamba ninataka niwape offer kwamba mimi hapa nina supernatural powers, I want to impart them. Au nataka au vijana niwape mali, niwape maisha, yani niwape ile life ambayo everything is just going to be fine. Kwa unavyoangalia hapo kwa kitu ambavyo tunaweza tukaona, yupi ambaye anawezekana akawa tamani sana akisikia that kind of an offer anaweza akachanganyikiwa kwamba nataka niipate? Nitawasaidia kujibu. That's obviously ni yule mtu ambaye ana miaka 30. Kwa sababu gani? Huyu mtoto ana miaka 3, yet he does not know how it feels kwamba kuna namna kwamba tunatakiwa tutafute hela ya kodi, hajui kwamba tunatakiwa tutafute hela ya kula, hajui kwamba kuna mambo ya school fees, hajui. But this man of 30 years old, this is a hungry man. This is a man that anajua kwamba he has to get serious in life. Because this is already a desperate person. Huyu mtu anafika wakati akipewa option ya namna hiyo, kuna wakati can be in a line that akiwa anakosa option ya kufanya, anaweza aka-opt hiyo kitu kamba okay, just give me that soft life, I want to live it. Kwa sababu gani? Ameshaona dhoruba, ameshaona the things, ameshawahi kuwa desperate. Bwana Yesu asifiwe. So kumbe kwa nini nimetoa mfano? Ni kwa sababu nilikuwa nataka nikuoneshe kwamba when does desperation come? Desperation inakuja kwa wakati gani? Desperation inakuja kwa wakati ambao you are hungry. Wakati ambao kuna kitu unakitarajia. Wakati ambao unatarajia lako ambalo unang'ang'ana na Mungu. Hata mwizi anaweza akatoka huko alikotoka akaja nyumbani kwako kuiba akiwa anajua kwamba upo. Akiwa anajua kwamba sasa hivi hata kama sasa hivi ni usiku au anajua kwa sababu huyu mtu bado hajalala, mwizi hawezi kuja. Anavizia umeshazima taa, anavizia umeshatulia. Hapo ndo anakuja. So even the devil knows when it is time to steal. Biblia inamtaja kwamba yeye ni mwizi. Kwa mida yake ya kunyang'anya ni ile mida ambayo anajua kabisa hapa kuna watu wamekaa kwenye positions ambazo sio za kwao. Kuna watu wameanza kusinzia, kuna watu wamekosea. Bwana Yesu asifiwe. So kumbe hata desperations zinakuja kwa wakati fulani. Not every time is a time for desperation. Kuna wakati kupata mfano, kwa wakati labda unawezekana kama una jambo lako unang'ang'ana na Bwana, unamuomba Mungu ili inawezekana ikawa ni ndoa, inawezekana ikawa ni mtoto, inawezekana ikawa ni kazi, inawezekana at that point kwenye hiyo wakati. Kumbuka unapokuwa unaomba jambo ambalo inabidi wa Kristo tulifahamu, as we are calling for God's attention upon our matters, the spiritual realms inakuwa inasikia kile ambacho kipo kina kitu tunakitamani, that thing which we are craving at that time. Kwa hiyo kumbe in that moment that we are craving for something, kitu inawezekana kapitishwa ambacho si cha Mungu tukakipokea. Kwa sababu gani? We are in the desperate times. We are in the times that we want something more than anything else. Kuna wakati inafika mpaka point unaona kama nothing else matters. It is just that thing ndo ambacho unakiendea. Simply naweza nikasema kwamba when you are in a desperate moment, unakuwa uko more vulnerable kuliko when you are in your normal moment. Bwana Yesu asifiwe. Yaani vile ambavyo utakuwa una njaa sana, ndivyo una uwezekano mkubwa wa kuuza haki yako ya uzaliwa wa kwanza. Kwa uwezo ukauza haki yako ya uzaliwa wa kwanza ukiwa hauna njaa. Huyu mtoto wa miaka 3 hawezi aka-opt yeye kuchukua hizi haki kwamba apewe pesa, apewe maisha, apewe nini, pale ambapo wakati yeye haoni umuhimu wake. We go for the things that we are hungry with, the extent of our hunger. Yaani kila mtu kwenye maisha anakuwa na boiling point yake. Kila mtu anakuwa na boiling point yake. Yaani kwamba kuna hiyo point ambayo ikifika mtu anaweza kubadilika. Kama huyo mtu alikuwa ni mtu wa amani, anaweza kubadilika. Kuna kitu ambacho when the person is triggered inside, anawezekana akachange. Sasa kumbuka, hiyo boiling point ndio ile point ambayo wewe una kitu ambacho unakitarajia. Kwa kumbe unapokuwa unafungua mlango wa kimungu kwenye maisha yako, unabidi pia kuna milango ambayo inabidi ifungwe, kwa sababu pia masikio ya ulimwengu wa roho yanasikia kila wakati. Na masikio ya ulimwengu wa roho yanapokuwa yanasikia,
unakuwa vulnerable to many things, unakuwa vulnerable kwa reactions au responses mbalimbali za desperation yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata adui naye kuna certain hunger levels anazisubiri. Kuna point anaisubiria kwamba huyu hapa kweli anataka mtoto, let me make her wait. Mwaka wa kwanza unaweza kuona kwamba kawaida, miaka 2, 3, 4 he waits. Wakati huo kwamba jamani, hii imefika miaka 15 hatuna mtoto. That level ya ile njaa, level ya desperation ya huyu mama kwa mtoto, yani ile alipokuwa ameposa mtoto wakati ndoa ina miaka 2 na wakati ndoa ina miaka 15, it's a very different type. Kwa sababu gani? The more unakuwa vulnerable, the more unakuwa unatamani kitu, the more unakuwa vulnerable to other things. Sasa Bwana Yesu anategemea nini kutoka kwetu sisi kama Wakristo? Anategemea when the desperation comes, but let your eyes be fixed on Jesus. Let your eyes be fixed on Jesus. Macho yetu yakazwe kwa Yesu, sio kwa tu fix. Macho yakazwe kwa Yesu. Hakuna Mkristo ambaye hatapitia desperation. Kila Mkristo atapitia desperation ya kwake. Lakini macho yako unayatazamisha wapi? Macho yako unatamazisha wapi? Je, unatamazisha kwenye hiyo ndoa ambayo unaitamani sana kuliko huyu Mungu ambaye anaweza kukupatia ndoa? Je, unayatamazisha kwenye huyo mtoto? Je, unayatamazisha kwenye hilo tatizo ambalo unaliona kwamba kuna wakati imefika mpaka unaanza kulikadiria kwamba kwenye hilo tatizo na Mungu, which is that Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo God ana expect sisi tumwangalie, not just in good times. Kuna watu wanakuwa desperate even in good times. Yaani kuna mtu vile ambavyo anapata mali nyingi, hata kwenye Biblia wameandika kwamba angalia usije ukamsahau Mungu pale ulipokuwa umekusanya utajiri mwingi. Kuna watu wanaingia kwenye desperations in their good times. Yaani kuna mtu anamsahau Mungu kwenye wakati wake mzuri. So wewe unakuwa mwenyewe ujifanye analysis. Je, is it in good time? Is it in bad time? Huyu Mungu anabaki kuwa na nafasi gani kwenye maisha yangu? Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia muujiza wa Peter kutembea juu ya maji, nimesema leo tutasoma nimekupa hapo mstari. Peter alikuwa anamwambia kama Yesu, nifanye nije kama ni wewe, let me come to you. Alikuwa anamwambia Yesu, that was not just a miracle. Kwamba kwamba ukiwa unamwamini Mungu unaweza kutembea juu ya maji. That was not a miracle. That was Jesus teaching us kwamba in the middle of the storm, how we can be undisturbed by the storms that are going on in our surroundings. How we can be undisturbed by the things that can raise our desperation na kutufanya tutoe focus yetu kwa Yesu, na kutufanya tuache kumtazama Mungu kama vile ambaye ndio kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo in desperation kuna vitu ambavyo unaweza kufanya. Hata wewe mwenyewe unaweza ukawa leo kauliza, hivi how did I do that? Nimefanyaje pale? Hivi nilifanyaje? Nadhani kuna muda hata Esau alivyokuwa amekaa akatulia, akasema hivi mimi kweli nimeuza haki yangu uzaliwa wa kwanza? Kwa sababu in desperation hakuwa in his right sense. His heart was not aligned. His mind was not aligned. Kwa yeye kufikiri sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Hata tuangalie mfano mwingine, tuangalie wana wa Israeli. Wana wa Israeli walikuwa hapo kwenye mpango wa Mungu kuwatoa kutoka Misri kwenye nchi ya utumwa kuwapeleka Kanaani kwenye nchi ya ahadi. Wametoka kule, Mungu alipigania kwa sehemu nyingi, walikuwa ni wanateseka. Tumesoma walikuwa wanatakiwa wafanye zile kazi zile straws na nini, walikuwa wao ndo the main workers kwa ajili ya watu wa Misri. Lakini wakatoka, walipotoka walifika sehemu ambapo hakuna maji. Walifika sehemu ambapo there was no water. There was no water in the wilderness. Na ukiangalia they were in the edge, yani ilibaki safari ndogo sana wao kuingia kwenye nchi yao ya ahadi. Ilibakia kidogo sana wafanikiwe kuingia kwenye nchi yao ya ahadi. And yet walilalamika. Wakaanza kumwambiaje Musa, umetotoa kule Misri kulikuwa kuna masufuria ya nyama, huko Misri kulikuwa kuna sijui nini. Vyote hivyo wakawa wanamtajia. Waisraeli ambao walisahau kama huko Misri walikuwa huko kwenye nchi ya utumwa,
Huko Misri walikuwa wanateseka. Huko Misri walikuwa ni watu ambao walikuwa hawana nafasi, hawana sehemu ambao wanaita ni kwao. Lakini wao wakakumbuka tu kwamba eti tu hapa sasa hivi hatuna maji, ndio tunamwambia Musa kwa sababu gani amejitoa Misri. Wao kukosa maji was their point of desperation. Wao kukosa maji was their boiling point iliyowafanya wasifocus on God again kabisa. Waanze kuangalia mambo yao wenyewe. Kwa kumbe kila mtu kuna kitu kinawezekana kikamtrigger. We all know how much mtu anakuwa anahitaji maji. Kuna wakati tunakuwa huko hungry to a point kwamba unakuwa unakosa sorry. To a point kwamba yani wewe mwenyewe you cannot take it. Unakuwa na wewe utajua maji. Sasa wao ikapelekea mpaka wakaanza kukumbuka nchi ya utumwa. Wakatoa mawazo yao kuelekea kule ambapo Mungu anakuendea. Kumbe kuna wakati desperation zinatokea. Zinatutoa sisi kwenye nafasi ya Mungu kutufikisha ambako tunaenda. Kwa sababu gani? Desperation inatubadilishia focus. The desperation inatubadilishia focus. And the devil anaangalia the direction of your attention. Where do you direct your attention? Do you direct your attention in money? Do you direct your attention in fame? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano hata kwenye kipindi hiki ambacho tunapita sisi kama wa Tanzania, where do we direct our attention? Je, tunayumbishwa na ambao wanayumbishwa katika majeraha, katika maumivu yote ambayo yametokea? Tunatulia kwenye nini? Where do we rest upon? Sisi kama Wakristo tunaongelea nini juu ya mambo hayo? Tunasemaje juu ya mambo hayo? Je, na sisi we go with the move? Je, na sisi tumechanganyikiwa kama tumefika sasa kwenye sehemu ambapo maji hakuna? Tanzania imekuwa ni nchi ya amani miaka yote. Ile imefika sasa kipindi ambacho amani hakuna. What do we say? What do we do? Wengine nimesikia Wakristo wengine wanasema kwamba yani watu tulikuwa tumeomba sana. Does it mean kwamba Mungu hasikii? Walikuwa watu wanaongea hivyo, na nimesikia kabisa kuna wengine walikuwa wanafikiria kwa namna kama hiyo. It's okay kuanza kwa namna hiyo, but it is not about your desperation. Issue is about how you respond to it. And the devil is looking at the way above wewe unaamua kurespond. Desperation zinawezekana zikakuja, nimekwambia kuna positive na kuna negative. Zinawezekana zikaja zile negative lakini ukarespond kwa namna ambayo ni positive, ukapona ndugu yangu. Inawezekana ikaja desperation ambayo ni positive lakini ukarespond in a negative way na usipone. Bwana Yesu asifiwe. So sisi kama Wakristo ambao tumebeba jina la Mungu kwa ajili ya nchi yetu, what do we say in this boiling point of our country? Hapa sasa hivi nchi ipo kwenye fukuto. Those things seem to be well, but each and every one of us anajua kwamba things aren't well. Kwenye hii time ambapo things are not well, what do we say? Wanaweza wamefika sehemu wakuta kama maji yamepungua. There was deficient. Kulikuwa kuna upungufu. Sisi Wakristo tunajiambia kwamba the Lord is my shepherd, I shall not want. What if itafika wakati you will want? What if itafika wakati you will be desperate? Je, ikifika wakati ukapungukiwa, nasema kama mimi sitapungukiwa na kitu. Je, ukifika wakati ukapungukiwa wewe kama Mkristo, jambo ambalo utalifanya, response yako to your desperation is what will keep you either in a safe point au itakutoa kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukiangalia what should we do, nitoe mfano mwingine. Tunamjua Jairus, tunapata story yake kwenye Marko ile sura ya 5 kuanzia mstari wa 21 mpaka 43. Huyu Marko bwana, Jairus tunapata kwenye story ya Marko sura ya 5 21 mpaka 43. Huyu Jairus alikuwa na binti yake ni mgonjwa sana. Binti yake alipokuwa mgonjwa akaamua kumwendea Yesu. Kimsoma wanasema kama he was a high man, alikuwa na rank fulani na alikuwa ni mtu I think yupo tofauti kidogo na Yesu, kwamba alikuwa sio kama vile denominations ambazo zimetofautishwa. Huyu mtu akaamua tu kwamba this man I've heard of him so much, let me go to him. Akamwendea. Alipomwendea akamwambia bwana, njoo nyumbani kwangu, binti yangu anaumwa. Sasa baada ya pale ukisoma vizuri, the Bible says he went to the feet of Jesus. Yani ni kwamba huyu mtu alipofika pale
alivua ule uongozi wake, kwa sababu at that time waliokuwa wanamtambua Yesu as an extraordinary person sio wote. Kuna wengine walikuwa wanamuona Yesu as a very normal man. Ndio maana hata alipokuwa amesema kwamba amekuja yeye ndio ile Isaya inatimizwa hapa kama kutangaza mwaka uliokubalika wa Bwana, walimpiga mawe, walifukuza. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wanaona kama this is a very ordinary person. How comes he blasphemed like this? How comes anaongea vitu vya namna hii? Lakini this Jairus alikuwa kabisa ameshaona kwamba this man is not a normal man. Alivua protocol zake. His desperation ikampelekea kusema hapana. If this man can save my child, I believe this man can save my child. Akapona. Alienda kwenye miguu ya Yesu. He went to beg. Imagine. Yani saidi kwamba head flani wa nchi aje kubeg to a person who is in a normal sense anaonekana is a nobody, but in a spiritual sense this person is somebody. Yeye ameshajua akaona I can even go to his feet. When Yesu asifiwe. Desperation yake ikamchagulia mpaka matendo. Hallelujah. Desperation yako inaweza kukuchagulia mpaka action za wewe kuchukua. Desperation yako inaweza kukuchagulia je ile ni positive au negative. Jairus akaamua to take a step to Jesus. Akaamua to take a step to Jesus. Na hiyo ndio amefanya, it was a very good thing. Lakini wapi pakaja pakaharibika? Tukisoma mbele kidogo ikaja taarifa mbaya. Akaambia Bwana, usimsumbue mwalimu. Binti yako amekwisha kufariki. Just listen. Huyu mtu alishamua kwenda kwa Yesu. Huyu mtu alishamua kumpata Yesu na kumwambia. Alishamua kuvunja mapembe yake kwamba mimi hapa ni kiongozi. Ameshayavunja. Yuko saizi magotini pale Yesu anamuomba aende akamponye mwanae. Alafu inakuja taarifa mbaya ambayo inamuinterrupt. Hallelujah. Inamuinterrupt, inamtoa kwenye nafasi, inamtoa kwenye vile ambavyo alikuwa anamwangalia Yesu. Haya ndo mawimbi ambayo alikuwa amemsamisha Peter. Haya ndo mawimbi ambayo yalikuwa yamemuondoa Peter kwenye nafasi. Alikuwa anamwangalia Yesu, akamsogelea. Alionja tu kidogo kutembea juu ya maji. Baada hapo akazama. Ukisoma in the English version nasema kama the crowd. Kuna wakati inawezekana the crowd ikawa ndo sababu ya wewe kutokufanikisha azma yako. The crowd ikawa ni sababu ya kukutoa kwenye a clear, a nicer response to your desperation. Bwana Yesu asifiwe. How do you deal with this crowd issue? How do you deal with bad report as a child of God? Wewe kama mtoto wa Mungu, bad report unayo ukisoma mstari wa 35 kwenye hiyo Marko. It was not just a miracle, lakini ilikuwa ile ya Jairus ilikuwa ni baadaye Yesu alienda akamponya yule binti. Alimponya, na alipokuwa ameingia kwenda kumponya, aliwatoa watu. The same crowd ambao Yesu huyu Jairus alipata akamwambia kama Bwana, mwanao ameshakufa. It is the same crowd. Ilikuwa inamtoa Jairus kwenye nafasi ile, kwenye ile imani yake ambayo alikuwa ameikaza kwa Yesu. And this is the same crowd ambao walikuwa wanamwambia Bartimayo anyamaze, anamsumbua mwalimu. This is the same crowd ambayo huyu mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu alikuwa alivaa ujasiri ndani yake, pamoja na kwamba alikuwa anamuona kama ni mtu ambaye ni najis. Alipita katikati yao, anasema she went through the crowd. Alipita katikati. Yani mimi najua kwamba kweli nipo najis kwa wakati huo, lakini akapita katikati ya watu in the same crowd, ili tu akaguse ile pindo la Bwana Yesu. That was her response to her desperation. Not caring what other hizo interruptions zingine. Kumbe kuna wakati mtu wa Mungu unawezekana ukawa una response nzuri ya desperation yako. Inawezekana ukawa na positive response kabisa, lakini ikainuka interruption. Likainuka jambo ambalo linakutoa kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo what we have to do, what we can do as children of God in desperate times, kukaza macho kwa Yesu. Desperation does not come to remove us away from Jesus. Desperation only comes kutusogeza karibu na Yesu. Sio kuangalia tu. The Bible says fix your eyes. Yani kufix kama vile nati unapokuwa unaifix kwenye chombo.
fix your eyes on Jesus. Yakaze macho kwa Yesu, kwamba hata kama I know this thing is hard, kwa mwanadamu hili jambo haliwezekana, lakini kwa Mungu linawezekana. I will not sell my birthright just because of hunger. Njaa yangu si kubwa sana kiasi kwamba ikanitoa kwenye nafasi. Tunamuomba Mungu kwamba katika kipindi chetu cha mazito, katika kipindi chetu cha magumu, mambo yasituzidie kiasi kwamba tunawezekana tukapoteza ile nafasi kwa ajili tu ya mchuzi wa dengu, kwa ajili ya kitu ambacho ni kidogo. Tusipoteze nafasi sisi kama Watanzania kwa ajili tu ya mchuzi wa dengu, kwa ajili tu ya pesa, kwa ajili tu ya kazi, kwa ajili tu ya ndoa, kwa ajili tu ya watoto. Tusipoteze. Hivi ni vitu yote kweli ni vya muhimu. Yote ni vya muhimu. Lakini there is more to it when we fix our eyes on Jesus. When Yesu asifiwe. Alafu hiyo ya kwanza, you fix your eyes on Jesus. Cha pili, you have to decide to make a step. Kuna wale watu ambao tuna fix kweli macho kwa Yesu, but we sit and do nothing. Unakaa unatulia unamsubiri Yesu afanye. Mimi najiuliza, huyu Jairus kama kweli to imagine kwamba alijua kama Yesu anaweza kumponya, lakini hakumfuata Yesu kumwambia kwamba mimi mwanangu ana hiki na hiki na hiki. What if hakwenda? Pia nauliza, what about yule mwanamke? What if hakuamua kutoka kupita katikati ya ile umati na kwenda kushika pindo la Yesu? Kwa sababu ukiangalia alikuwa ana shida, she was in desperate position. Akapata ile wazo lilikuwa sio la kawaida, lilikuwa wazo la kimungu kwamba nenda kashike pindo la mvazi la nguo yake. Tayari pale alikuwa ameshapewa response ambayo ilikuwa ni positive kwenye desperation yake. What if hakuamua kuchukua hatua? Kuna watu tunakuwa tuna imani lakini sio ya kuchukua hatua. The Bible says faith without actions it is dead. Imani yako mtu wa Mungu katika kipindi ambacho ni kigumu ni imani ile ambayo inabidi imefungiwa miguu ya utayari, imefungiwa hatua, zile hatua ambazo Bwana Yesu ndo amekwambia uzichukue kwa wakati huo, zile hatua ambazo Mungu ndo ameziruhusu wewe uzichukue kwa wakati huo ambao umeingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo what step are you taking? What step are you taking? Decide to make a step. Kwanza unaamua, unayakaza macho kwa Yesu. Hatutakaza macho kwenye majaribu, hatutakaza macho kwenye mawimbi, hatutakaza macho kwenye shida zile ambazo tunaziomba, hatutakaza macho kwenye vitu vidogo vidogo ambavyo kwa namna ya kimwili tukiviangalia labda vinamata sana, lakini kwa namna ya kiroho tunajua kwamba when we have Jesus we have everything. Pili, tuna decide to make a step to Jesus. Tuna decide this decision nini? To dwell in prayers, to go in our secret places and to dwell and speak it out to Jesus. And the last thing, focus on what you already have. Focus on what you already have. Nikaona mfano wa Bartimayo. Yeye hakutaka, crowd ilikuwa inamwambia Bwana nyamaza. Alikuwa haoni, lakini alikuwa anaweza akaongea. Alikuwa anaongea. Alichokuwa amekifanya, alitumia sauti yake akapiga kelele akamwambia Yesu, mwana wa Daudi. That woman ambaye alikuwa anatoka na damu, kweli alikuwa na hiyo changamoto, lakini akatoka, akaenda. Alikuwa na miguu. Sawa, inawezekana alikuwa amekaa sana ndani kwa sababu ya ugonjwa, lakini there's something she had. She knew kwamba she had steps to go to Jesus. Sisi mimi na wewe wa Kristo, the greatest thing that we already have is our salvation. Wokovu ulio katika Kristo Yesu. Mimi na wewe tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo that is what we already have. Hiyo is the among the weapons ambazo tunaweza tukazibeba kwa ujasiri whenever we are going through a desperate time. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanasema kama if I have Jesus I have everything. I have it all. Ninayaweza mambo yote. Even in desperate times I have it all. Yamkini ukiangalia hauna nyumba, yamkini ukiangalia hauna watoto, yamkini ukiangalia ile jambo ambalo ulikuwa unalitegemea. Kwa sababu gani? Kwa nini tunapata frustrations kwenye wakati au desperation? Tunapata desperation pale ambapo tulikuwa tunatarajia kitu labda hakijakuwa kinavyotakiwa bila ambavyo sisi tulikuwa tunakisubiria. But what matters the most in life? If you can get everything and lose this Christ that we have. We have the salvation of Jesus Christ. Tuna ule wokovu unaotokana na Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi na wewe tumeokolewa kwa damu ya Yesu.
Kwa hiyo hiyo tayari ni silaha ya kututoa, ya kutusaidia sisi kuangalia desperation zetu, au kuangalia nyakati ngumu. Let me call them nyakati ngumu. Desperation ni nyakati ngumu kwa jicho ile jicho chanya, a positive mindset with a positive eye, kwamba in this time, this is not the time for me to despair. This is not the time for me to fall. This is not the time for me to fear. This is not the time for me to just go away. Lakini huu ni wakati Mungu ananitengeneza. That's why I can fix my eyes on Jesus. That's why I can make a step towards Jesus. That's why sitatazama vile ambavyo sina, nitatazama vile ambavyo tayari Mungu amenipa. Mungu tayari amenipa afya. Mungu tayari amenipa nguvu. Mungu tayari amenipa uzima. Mungu tayari amenipa wokovu. Mungu tayari ameniokoa. Mungu tayari amenipa kazi. Sawa, sijajenga nyumba, lakini Mungu tayari amenipa kazi. I will focus on this work that God has given me. Sawa, sina watoto, lakini kuna mtu yuko kule analilia ndoa. Sawa, natamani watoto labda fulani au watoto wangapi, lakini mimi nina huyu mmoja. Kuna mwingine ambaye hana. We focus on what we already have. Vile ambavyo tunavyo vinatusaidia kuinua imani yetu na kukaza macho kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa mifano hii ambayo muda wangu umeishia, kwa mifano hii ambayo tumeipata siku ya leo, tumepata kujua, tunapata nafasi ya kureflect sisi wa Kristo. Kwanza kujua what is your boiling point. Uangalie what matters the most. Yani nini, it is all above all, what matters the most to you. Unaweza ukajikagua, unaweza ukaangalia pia what positive responses can you make. Mpaka sasa hivi unaweza ukachunguza kwenye kipindi gani ambacho ulipitia desperate time. How did you go about it, mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Nyakati ngumu zitakuja. Yeah. What we can do right now, wanasema maombi ni akiba, maombi ni hazina. We can pray for the hard times. We're not praying for them not to come. We are praying that God may strengthen our faith. We are praying that God may give us the strength. Kwamba katika huo wakati ambapo unakaribia kuja, siuoni, sijui utakuja kunipiga kwenye upande gani, sijui utakuja je, nitapoteza mtu wangu wa karibu, au je nitapoteza kazi, au je nitapoteza kitu gani, but I'm deciding to look upon Jesus. Ninaomba maombi haya ya akiba, kwamba Bwana Yesu nipe nguvu ambazo nitazitumia in my desperate time. Let me not go away from you. Let my desperate time be a reason why I can come closer to you. Let my desperate time iwe sababu mimi nikusogelee zaidi Mungu, kuliko hata vile ambavyo nilikuwa natazama, kuliko hata vile ambavyo nilikuwa najua. Sisi kama Tanzania, let this desperate time tukusogelee, tukufuate wewe siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. So ninawakaribisha. Sijajua ratiba hapa inaendeleaje, lakini mimi muda wangu umetimia. God bless you so much. Na kwa neema ya Mungu, I believe kama tumejifunza. May God help us in desperate times, personally, in desperate times kama nchi, in desperate times, na tujifunze kuyakiri yale yaliyo mema. When we focus on Jesus, naye Mungu anasema kama mkimkaribia naye anatukaribia. What do we look up to? Nampenda yule mwanamke Mshunami, alisema kwamba alipokuwa ameulizwa mtoto wake amekufa, lakini alikuwa anamuendea ile mtu wa Mungu, akaulizwa je, nyumbani kwako watoto wako mzima, mume wako mzima? Alijibu all is well. Hilo ndio litakuwa jibu letu in desperate times. All is well. Why? Because we know Jesus is fixing it.